Karibu. Haya. Basi, nafikiria sasa waja tu ataenda kama ataenda ofisi kwanza, akikuja tu pale wote mtasimama na ile shangwe na vigelegele. Nimeambiwa kuna walimu wanachapa watoto hadi wakakufa. Mimi nataka niseme shetani ashindwe. Ashindwe ama asishindwe. Wewe kama mwalimu uko Kisii, tumepata habari kwamba mwalimu anachapa mtoto mpaka akaaga dunia. Je, mtoto wa rika hii wewe unachapaje kama mwalimu? Sisi tunataka muwe professionals kwa mambo ya elimu. Na ukitaka kujua kwamba kuna walimu wengine ni professional, wengine wanatumia mamlaka yao vibaya, mambo ya kupiga watoto shule, lazima serikali ichukulie hatua. Yule mwalimu alihusika kwa kuangamiza maisha ya mtoto kupitia fimbo. Watoto hawa unachapa na fimbo namna gani? Hawa watoto ambaye wako hapa wanafaa kuzungumziwa, lakini tumeambiwa kuna tabia ya kupiga walimu watoto kiolela. So mimi naomba mwalimu kuwa hapa, kitendo kama hiyo, walimu tafadhali tuwashughulikie walimu watoto hawa kupitia njia ambaye ni ya kuatibu kupitia mawaidha, sio fimbo. So tunawaambia wao wakome. Watoto ni mahali wanafaa kwenda kuchukua elimu, sio kuchukua kifo. Kama watoto wanawawa kwa njia hiyo kupitia fimbo, sisi tunakemea hiyo. Na sababu nimesema nikiwa hapa, mimi natoa tu mwito kwamba watoto wote ni sawa. Watoto wafunzwe nyumbani na watoto wafunzwe kwa shule bila kuatibiwa na rungu ama fimbo. Yule mwalimu alifanya hiyo akamatwe mara moja na sheria iweze kuchukua mkondo yake. Nyinyi wasasi hapa kwa saje mnaunga walimu wachape watoto na kuchapa na rungu kabisa mpaka mnaunga hiyo? Hata walimu hapa hawaungi hiyo. Ama nyinyi walimu mnaunga pia? Madam mnaunga? Mimi naona mnaunga kuchapa watoto kiwango hiyo. Discipline lazima kwa shule, lakini si lazima kupitia rungu kuangamiza watoto. Ni shule ni mahali takatifu ya watoto kusomea. Mimi nashukuru sana kiongozi MCA kwa sababu alinitumia picha ya hii shule ikiwa njia ya kuomba hii shule ijengwe na usaidizi. Alinipotumia namna hiyo, mimi kama kawaida si kufurahia vile hii shule iko kwa karne hii. Na lazima tuambiane, maisha aina hii ni maisha ambaye ni tetesi. Tunaweka watoto kasoro kwanza, kwa sababu ukiona shule aina hii hapa iko, lazima kuna bado inakandwa chini, bado baridi ni kubwa, so tunaweka watoto katika hatarini. Nikaambia MCA nitaenda nikutafutie namna tuone jinsi tunaweza jenga hii shule, alafu sehemu hii iende mbele. So nakurushia shukrani kwa sababu ukiwa kiongozi ambaye umechukuliwa na watu, uko na mamlaka, unafaa kuwa msaidizi wa watu.
Shida ya ukubwa ni kwamba ukichakuliwa unakuwa mkubwa, watu ndio wanakuwa wadogo. Lakini sio hivyo. Nataka wananchi shida zao ziweze kutatuliwa. Na ninawacha niwakumbushe, si lazima uwe na cheo ndio uweze kutofautisha kitu kibaya na kizuri. SDA wanaenda kanisa Saturday. Hao watoto wetu wanaenda shule Monday mpaka Friday. Hapo ndipo tunataka watoto wasome. Hawa watoto hawezi kushindana na Wakenya wengine wakiwa na mazingara haina hii. Haiwezekani. Na sasa vile rais anafanya bidii ya kuona kwamba mashule katika Kenya inaimarika, sisi wakaaji wa nyumbani tuifanyie bidii